Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu atoe msamaha kwa jambo moja tu. Unaweza kujiuliza kwa nini Mungu atoe msamaha kwa jambo moja? Jambo moja tu linaweza kukusababishia wewe Mungu asikupe msamaha. Unajiuliza, mbona Mungu mimi labda nimefanya kitu fulani, lakini mimi Mungu naomba msamaha, lakini Mungu mbona sijibiwi maombi yangu? Amina. Nafanya biashara, lakini mbona sioni matokeo ya biashara hii? Nafanya huduma, lakini sioni huduma ndani ya biashara hii. Kumbe Mungu atoe msamaha kwa jambo moja tu. Yaani jambo moja tu ndilo litakusababisha wewe uende motoni. Unaweza ukaenda vizuri huko na Mungu, lakini jambo moja tu ambalo linaweza kukusababisha wewe mwanadamu, mimi na wewe tusiende mbinguni. Jambo hilo ni kufuru Roho Mtakatifu. Kufuru Roho Mtakatifu, Mungu hatakusamehe milele. Unapokufuru Roho Mtakatifu, kamwe usitegemee msamaha wa Mungu. Amina. Unaweza kuomba, Mungu nisamehe, Mungu nitakase, Mungu nioshe, Mungu nifanye kuwa mpya, lakini Mungu hatasikiliza maombi yako. Tusome Marko 3 mstari wa 28 hadi wa 29. Marko 3 mstari wa 28 hadi wa 29. Marko 3:28 hadi 29. Amini nawaambia, dhambi zote watasamehewa wanadamu, na kufuru zao watakazokufuru zote. Bali mtu atakayemkufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele, ila atakuwa na dhambi ya milele. Kumbe tunasema, amini nawaambia, mtu atakayemkufuru Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu, na ambaye Roho Mtakatifu ni Mungu. Unapomkufuru Roho Mtakatifu ni sawasawa na kukufuru Mungu wako. Amina. Na mkufuru Mungu. Kumbe sitapata msamaha milele. Kumbe dhambi ambayo unaweza kusababisha Mungu kamwe asisikie maombi yetu ni kumkufuru Mungu pekee. Kumkufuru Roho Mtakatifu ndio dhambi ambayo inaweza kutufanya tusipate msamaha milele. Na msamaha milele, Mungu asipokupa msamaha wake, kamwe hatutategemea ufanikiwe katika maisha yako. Kamwe hatutategemea ubarikiwe katika maisha yako. Kamwe hautafanikiwa. Amina. Amina. Faida za kuomba msamaha au toba. Faida ya kwanza, kuwa karibu na Mungu. Unapoomba msamaha na toba, tunajiweka karibu na Mungu. Unatenda dhambi, kuna wengine kabisa wanatenda dhambi za makusudi, wanategemea msamaha wa Mungu. Mungu atakupa msamaha wake, lakini kama kuna mhubiri mmoja, mjilisti mmoja, alikuwa akimwita Mungu, Mungu anaonekana hapo, anafanya miujiza, anatenda miujiza, lakini ni dhambi moja tu ambayo ilimfanya Mungu asipe kipawa chake tena. Huyo mtu mwinjilisti, nahisi yuko Nigeria, watu wakiletwa anaombea, watu wanaponya, viziwi wanasikia, viwete wanatembea, lakini dhambi moja tu ambayo ilifanya. Dhambi nyingine, Mungu anampa kipawa, alafu yeye kwa kipawa anakitumia, anasema ni kipawa chake mwenyewe. Amina. Kama tunakumbuka vizuri, tunakumbuka Marekani, mji wa Los Angeles, wanakiri vizuri, wanampigia Mungu kura. Kumpigia Mungu kura ni sawa sawa na kumkufuru Mungu. Na kumkufuru Mungu
sasa, na Mungu hatakusamehe kamwe. Mungu hatakupa msamaha wake. Sasa wewe mwinjilisti huyo, ana watu wanapokea miujiza yao. Sasa ujiko ndio uliomponza ujiko unataka sifa mbele za watu. Yaani wewe usifiwe. Yaani wewe unajiona ni bora kuliko wenzako. Unajua kama Mungu alimwacha. Kumbe Mungu alimwacha kitambo. Anaingia mbele za Mungu, anaomba, watu wanaletwa hawaponi. Kuna nabii mmoja Mungu akamtuma.